Yesu alikufa ni kijana sana. Alikuwa na miaka 33 tu. Lakini jina lake linavovuma sasa utadhani kafa jana tu. Kumbe ni zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Halafu alipiga kazi kwa miaka 3 tu na alitembea sehemu chache sana duniani, lakini impact yake tunaifili kila kona ya dunia. Hadi Songea kule kwa kina Dennis Mpagaze wanamkubali na wakati hakukanyaga hata da. Huyo ndio Sir Jesus, alizaliwa mwaka 400 baada ya Kristo pale jijini Galilaya, katika kitongoji cha Nazareti, katika familia ya mzee Joseph mwana wa Daudi. Mzee Job Ndugai anaifahamu vizuri ile familia, unaweza mkonsati kwa ufafanuzi zaidi. Jesus alitengeneza brandi inayoishi milele. Kila siku wafuasi wake wanaongezeka. Ni kweli duniani wamepata kuwepo watu wengi mashuhuri kama kina Farao, Socrates, Plato, Alexander the Great, Aristotle na Newton, lakini bado hawajavunja rekodi ya Bwana Yesu. Watu 14 waliulizwa Yesu ni nani, sikiliza majibu yao. 1. Mwindaji akajibu Yesu ni Simba wa Yuda. 2. Daktari akajibu Yesu ni mponyaji wa wagonjwa. 3. Mwalimu akajibu Yesu ni mwalimu wa walimu. 4. Mfalme akajibu Yesu ni mfalme wa wafalme. Fundi wa umeme akajibu Yesu ni mwanga wa milele. 6. Mwenye kiu akajibu Yesu ni maji ya uzima. 7. Mzazi akajibu Yesu ni mwana wa Mungu. 8. Mpika mikate akajibu Yesu ni mkate wa uzima. 9. Mpita njia akajibu Yesu ni njia ya uzima. 10. Mjane akajibu Yesu ni mume wa wajane. 11. Mwanasiasa akajibu Yesu ni kiongozi bora. 12. Mwanajeshi akajibu Yesu ni Bwana wa majeshi. 13. Mlevi akasema Yesu ni kinywaji, na mchungaji akasema Yesu ni neno la uzima. 14. Muhenga akasema Yesu ni mwanafalsafa. Yesu ni brandi kubwa ise. Watu wanakula na kunywa kupitia brandi ya Yesu. Wengine wanasomesha na kumiliki vitu vya thamani kwa sababu ya brandi ya Yesu. Wengine wamezunguka dunia nzima kwa sababu ya huyu mwamba. Vitabu vyenye mafundisho ya Yesu ndiyo vinaongoza kuuza kuliko vitabu vyote duniani. Filamu ya Yesu ndo usiseme. Yule mshikaji atakuwa kapiga pesa sana. Ukija kwenye mikutano ya injili yake hadi leo ni tishio. Mwalimu wa Kasege ni shahidi. Jina lake linazidi kukua kila siku badala kufifia, japo ni miaka kibao imepita tangu afe. Kila mwaka mabilioni ya watu wanamfanyia birthday, na wakati mzee wangu kwa miaka 60 ulioishi hapa duniani, hujawahi kufanyiwa birthday japo na mtaa wako tu. Sidhani hata kama wajukuu zako wanakumbuka siku yako kuzaliwa. Lakini Yesu aliyeishi miaka 33 tu, na kufa zake miaka 2000 iliyopita, karibia dunia nzima wanajua siku yake kuzaliwa. Siku yake kuzaliwa inasherekewa hadi na wazinzi na walevi. Watu wanavunja vibubu ili kula Christmas na kujilaumu baada ya Christmas kupita. Yote hii ni kumwenzi kijana aliyefanya makubwa kwa miaka 3 tu. Hivi, umeshajiuliza utakumbukwa kwa lipi? Sio mtu nagonga miaka 60 halafu jambo kubwa alilofanya kwenye jamii ni kuacha watoto wengi kwa mama tofauti tofauti ambao hawajui thamani yako kama baba. Pengine wanajuta kuzaliwa na wewe, akina born to suffer. Ulikuja duniani kulewa ufe, au ulikuja ili uwe nuru kwa wenzio? Yesu alifanya makubwa akiwa dogo tu, kisha kafa ni dogo. Kuna watu wanasema tukifanya mambo makubwa mapema utakufa mapema kama Yesu. Kwamba ujanja ni kuanzia kufanya uzeeni kama mzee wa KFC. Ajabu kweli. Sikiliza, fanya sasa. Usisubiri kuzeeka, maana uzee ni hisia na umri ni namba tu. Usiwe kama Waswahili wanaosema nitachelewa, kwa kuwa wewe umewahi.
Nitawahi kwa kuwa wewe umechelewa, ujinga mtupu, we fanya tu. Sasa twende kwenye mbinu 50 alizotumia Yesu kutoboa ili na wewe ukatoboe. Mbinu ya kwanza, small is beautiful, yani kidogo ni dhahabu. Kitu cha kwanza kilichomuinua Yesu ni kuthamini vitu vidogo vidogo, ndiyo maana akasema, ufalme wa mbinguni unafanana na mbegu ndogo ya haradali, ndogo kabisa kuliko mbegu zote, lakini ukipanda ikaota huwa kubwa kuliko mimea yote. Ndege wa angani huja na kujenga viota katika matawi yake. Soma Yohana 13 mstari wa 31 mpaka 32. Hapa Yesu alikuwa na maana kwamba ukitaka kutoboa, anza na kidogo ulicho nacho. Ukitaka kutoboka, subiri upate vikubwa ndipo uanze. Subiri upate milioni 30 ndipo uanze kujenga nyumba, uone kama utakufa umeimaliza. Yesu alianza na wafuasi 12 tu, leo na wafuasi zaidi ya bilioni 2.5 duniani kote. Wanaitwa Wakristo. Papa Francis anakuambia no one can grow if he does not accept his smallness. Hakuna anayeweza kukua bila kukubali udogo wake. Yeyote aliyemwaminifu katika mambo madogo, atakuwa mwaminifu katika mambo makubwa, sema Bwana. Matokeo makubwa yanaanza na mwanzo mdogo. Hata mbuyu ulianza kama mchicha. Start small. Small is a beautiful, alisema E.F. Skuma, mwandishi wa kitabu cha Small is Beautiful. Safari ya kilomita 1000 huanza na hatua moja, dream big. Start small, alisema Simon Sinek. Daudi alitumia jiwe dogo kuliangamiza Goliati. Daudi alilicheki lijamaa lilivyopanda hewani. Akalicheki namna hii mara 2. Kisha akasema